wale pa waendelee basi. Mheshimiwa, hivi ni vionjo zipo wanavipenda sana. Mazoezi la. Sasa wale ambao leo hawakuyafanya mazoezi waanze, kwa sababu yana umuhimu mkubwa sana kwa afya zetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, najua karibu nitakuita dokta. Mashallah. Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Jaji Mkuu, waheshimiwa mawaziri mliopo, na washukuru sana kwa kuja kwenu. Kwa kweli kwangu mimi mmenijenga vizuri. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, mkurugenzi mtendaji, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mwenyekiti wetu mahiri wa Chama cha Mapinduzi mkoa wetu wa Magharibi, Captain Mohamed Rajab, hongera sana. Mimi nilikuwa na mambo madogo sana ya kusema, lakini la kwanza ni kukushukuru sana Mheshimiwa Makamu, kwa sababu katika watu ambao katika hichi kipindi cha budget tunachoenda nacho pale Baraza la Wawakilishi, katika mtu ambaye uko busy na program zako ziko very tight ni kipindi hichi. Kwa hivyo kukubali kuwa na sisi leo hili kwa kweli ni jambo la faraja, umetupa heshima kubwa, na naomba tumpigie makofi mengi sana kwa hiyo. Lakini wakati tunatembea aliniambia ana uwezo wa kutoka hapa hivi sasa kwenda mpaka mjini kwa mguu. Kwa hivyo hii inaonyesha mheshimiwa mazoezi anahapa kipaumbele sana. Kwa hivyo na sisi tuchukue fursa ya kuhakikisha mazoezi haya tunayafanya japo sio kila siku, lakini angalau kwa kipindi cha wiki mara moja mara mbili. Ni muhimu sana kwa afya. La pili ambalo nataka kuzungumza mheshimiwa ni kwamba program zetu hizi inatokana na jukwaa kubwa la kimataifa linakuja la uwekezaji, tunaita Zanzibar Investment Summit, ambayo itaanza tarehe 3 mheshimiwa mpaka tarehe 5 pale Golden Tulip. Leo tumesema tufanye warm up kuona je, wananchi wako tayari kupokea jukwaa hili. Nikupeni hongera, mko tayari, jipigeni makofi sana. Lakini la tatu mheshimiwa ambalo nataka kulisema ni kwamba maendeleo ambayo tumeyaona haya ni legacy kubwa sana ya serikali ya awamu ya 8 inayoongozwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi, inayoongozwa na msaidizi wake namba 1 Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah. Mambo ambayo tunayaona wakati tunakuja huku, tumeona barabara ile itakuwa na barabara 6 ndani yake. Mmewahi kuona Unguja na Pemba hiyo? Mmewahi kuona? Inaletwa Fumba. Tuna uwanja wa mpira ambao unajengwa, stadium hii ya AFCON kubwa sana, ambayo ndiyo itakaribisha michezo ya AFCON hapo mwakani. Kwa hiyo serikali hii iko makini, na nikwambie tu mheshimiwa, Fumba sasa hivi imeshatengenezwa master plan mpya. Mji utakuwa wa kisasa, utakuwa na kitu tunaita smart city, kila kitu hapa utakikuta. Kwa hiyo badala ya kuwa na mji mmoja tu hapa Unguja, sasa tutakuwa na miji miwili mikubwa, mmoja ule wa Stone Town, lakini na Fumba dogo hilo. Kwa hiyo niseme tu kwamba haya maendeleo ambayo yameletwa, tumpongeze sana rais wetu ambaye kwa kweli nia yake ni kuleta maendeleo ya kutukuka hapa Zanzibar. Tumuungeni mkono, tuunge mkono na serikali yake. Baada ya kusema hayo mheshimiwa, nichukue fursa hii kwa heshima na taadhima nikukaribishe uweze kuzungumza na wanamichezo wetu hawa na jamii zetu kutoka hapa Fumba, lakini na dunia kwa ujumla. Karibu sana mheshimiwa.